Okay, basi karibu tena katika short movie description. Leo tuko na hii ngoma kali hapa ambapo kuna mshikaji alihama miaka takriban 500 mbele. I say hii ngoma inaitwa Idiocracy. Baada ya kuhama miaka 500 mbele kurudi, alikuta dunia imeharibika, ni balaa, yani ni uchafu kila mahali. Dunia anaiona ndogo kweli kweli. Hii ngoma inaanzia miaka 2005. I say hapa ndani nilikutana na wanasayansi mbalimbali ambao wamefanya mapinduzi kadhaa huko nchini Marekani. Lakini kadiri siku zinavyojiongea wakawa wanasema maendeleo yatakuja kuwa makubwa sana, teknolojia zitakuja kuuchafua ulimwengu, alafu mwisho wa siku mambo yatakuwa mengi sana katika dunia, watu watazaliana na vitu vingi vitabadilika. Hapa ndani tunakutana na afande mmoja alikuwa anaitwa Joe. Joe amekutana na bosi wake, anamwambia bosi anasema muda sio mrefu anatakiwa kujiandaa kwenda kule library kwa sababu kuna vitu vinatakiwa vikafanyike, kuna majaribio yanatakiwa kafanyike. Basi jamaa kama ameitwa katika kikao, anaambiwa huyu ndio sergeant au ndio afande ambaye yeye atafanyiwa hayo majaribio ya kuhakikisha kwamba tuna preserve watu kwa ajili ya miaka ya mbele. Yaani tunamtunza mtu katika hibernation point, alafu kikaa katika hiyo hibernation point kwa muda fulani, tunamtunza kuja kuwa nguvu kazi ya baadaye mara tu dunia itakapokuwa imeharibika, kwa sababu kadiri watu wanavyojaa ndivyo dunia inavyoharibika. Basi mshikaji ndio J.B. ndiye akawa amehifadhiwa, lakini baadaye wakawaza kwamba anatakiwa na binti ahifadhiwe mmoja walau kuendeleza uzao kama miaka hiyo hakutokuwa na watu wengine. Wakamchagua bibi anaitwa Rita, alikuwa ni malaya sana hapo mjini. Hii kitu ikawa inamtengenezea kama skendo huyo afande. Wenzake hawakukubaliana naye kwa nini anamtafuta bibie huyo. Hii show au hii mission ya kutengeneza hibernation to classified hibernation pods. Yaani hizo pods zinatengenezwa, watu wanatunzwa kwa ajili ya kukaa miaka mingi sana mbeleni ili kusudi asije kuathirika na maendeleo ya teknolojia yatakayotokea. Baadaye jamaa huyu Joe amekaa na Rita, wanakubaliana kwamba sasa itakuwaje? Tutakaa huko kwa mwaka mzima. Waliambiwa kwamba watajaribiwa ndani ya mwaka mmoja, wakae waone kama hawatadhurika. Basi baadaye wakawa wamefungiwa kwenye zile mashine ambao wanaita hibernation pods. Huyu bibi anasema, bwana huku mimi kama nitakosa raha zangu hivi. Jamaa anamwambia vumilia, ndani ya mwaka mmoja tunajua tutalipwa kiasi gani wewe. Tutalipwa kitita kikubwa. Huyu bibi akaona eneo acha akubali. Basi wale wanasayansi wakawafanikiwa wakawafunika hao washikaji humo, lakini inasemekana mambo hayakwenda vizuri. Baadaye wakaja kumnasa yule afande ambaye alipitisha lile tukio. Alafu baadaye wakaja kumpitisha hawa madaktari wote ambao walikuwa wamehusika kuwapa double dose wale washikaji, na baadaye walivyokuwa wamewafungia pale ndani mambo hayakwenda sawa. Basi miaka ikawa imepita, lakini lile jengo likawa linabomolewa, alafu zile pods zimeachwa tu pale ndani hawajafungua. Basi miaka ikawa imesonga sana kutoka 2005 miaka ikaenda mpaka 2505, yani miaka 500 mbele. Tunarudi kwenye miaka 2505 huko mbele. I see huku watu wamerevuka sana, watu wanapima hawa masokwe na nini, wanajaribu kuwabadilisha waje wawe binadamu, na vitu vingi vinafanyika ambavyo sio vya kawaida, yani kama wanamkufuru Mungu kwa sababu anaingilia uumbaji. Basi miaka ikawa inaenda sana mpaka ufikie ule mwaka wa 2505. I say hii milima unayoiona ni milima iliyojaa taka kwa sababu wanadamu wamekuwa wengi kweli kweli, alafu mazingira yanashindwa kutunzwa na vitu vinashindwa kuwa vizuri. Huu mlima mmoja kwa umemeguka, kwa bahati mbaya zile taka zilimwagika sana, alafu baadhi ya taka zikaingia kwenye nyumba ya huyu jamaa, ikiwemo ile hibernation pod ambayo imembeba mshikaji wetu Joy. Basi Joy akashtuka, yuko kwa huyu jamaa anaitwa Frito yuko zake busy hapa, anacheza zake game, anaangalia video na nini, mambo ni mengi, anamsemesha tu ni kama amesikia huko nyuma kama kuna mtu akawa amesemesha tu kwamba wewe ingia bwana, jisikie huru. Yeye anaenda kutazama hiyo video, watu wanarushwa na nini kwenye kamba hapa, ni mambo ya ajabu. Jamaa anashangaa, anambia oya boy, umeingiaje hapa? Mbona mwingine matakataka ya kutosha? Jamaa sasa anaacha kueleza, shikaji akamtupia huko nje, anamwambia nenda huko nje utajua mwenyewe. Jamaa kutoka huko nje anashangaa, mbona hii dunia imeharibika uchafu kama wote. Akajikuta cheki vigari vinavyotumika. Hii sasa ni 2505, miaka 500 mbele. Shikaji akaja hapa na nguo yake ya jeshi, washikaji wanamcheka kweli kweli. Ni aje wewe, tutakuzingua, kwa nini unaingia kwenye anga za wakubwa? Jamaa akaja hadi kwenye hospitali moja huko inaitwa St. God's Memorial Hospital. Akaja kwa daktari huyo hapa reception, anamuuliza vipi, mambo yanaendaje, mbona nashindwa kuelewa? Bibi anasema unazungumza vitu gani, mbona tunashindwa kukuelewa? Anambia mimi ni mwanajeshi. Wakamwambia wewe utambuliki. Akaja kunywa maji. Anashangaa vitu fulani kama vya kijani vinaitwa braundo. Hii braundo mbona kama sasa haifai? Anaambia wewe mnakunywaje hii kitu?
Bigi anamwambia wewe wapi wewe? Hauelewi. Hiyo ni mbadala wa maji. Jamaa sema hamna maji ndio natakiwa kunywa. Wanamwambia maji ni ya toilet na sio ya huko. Sasa kama pipe fulani anavuta na nini. Anamwambia nipe hiyo. Sasa akawa anapewa vile vimaji, lakini yeye anahisi ndo salama, lakini kwa dunia hii sio salama. Baadaye akapewa jarida fulani akawa analipitia hapo. Lakini cha ajabu anashangaa, mbona amekosea tarehe, ameandika miaka ya mbele. Yuko huko na daktari. Yaani mshikaji ndo daktari, unayemwona mawenge. Madaktari wa zama hizi wamekuwa waajabu kweli kweli. Anamwambia sasa, wewe tumekusha kupima vipimo, tumegundua una shida yoyote, lakini lipa dola bilioni 5 kwa ajili ya vipimo. Mshikaji kaangalia akashangaa, oya bilioni 5? Au mmechanganya wazee? Bilioni 5 inakujaje? Amini kuchungulia hivi nje. Yaani anaona dunia imechafuka kweli kweli, wana kwenye gorofa la juu. Mbona dunia imeharibika? Huyu jamaa anamwambia mbona huna chata mkononi? Mshikaji akaanza kukimbia. Kimbia huku na kule. Taa za tahadhari za hatari zikaanza kupigwa, mshikaji akaanza kutafutwa hapo town. Mshikaji amekuja mpaka huko na vazi lake la jeshi, yani anashangaa kila kitu anachokiona kimeharibika. Huko anashangaa kwamba maonesho ya video na nini, kuna video hapa inaitwa mbona ujinga. Akaja mpaka huku kuangalia video yenyewe, watu wako uchi tu, afu watu ni wanafurahia balaa. Hiyo. Mwamba akaona uongo. Baadaye kwa bahati mbaya kama amemkamata mshikaji na wakamleta mahakamani aje ajibie kesi. Amekuja huku akakutana na huyu jamaa ndo hakimu, hata hajavaa mavazi ya kihakimu. Anacheka. Anaambia jamani, mimi nimetoka kwenye eneo la jeshi, lakini nilipewa kwamba mwaka mmoja nitatoka. Sasa nadhani ndo sasa hivi. Mbona mnanigeuka? Wakamwambia ingia huko, hamna unachojitetea wewe. Bibie huyu huko ambaye na yeye alikuwa hapa kwenye ndio yule bibie ambaye anamuita Lita. Anajaribu kupiga simu huku na yeye aone kama atampata mtu wake, lakini wapi. Hii dunia imebadilika sana. Basi baadaye akamkutana na mtu hapa ambaye alikubali kumwazima pesa ili kusudi amtafute huyu jamaa yake. Jamaa huku amekamatwa, anaambia sasa wewe twende leo ukashtakiwe. Baada ya kuja huku anataka pigwe ile chapa ya mkononi. Lakini jamaa anauliza jina, wewe nani? Anambia I'm not sure. Nini kinaendelea? Basi chapa kule kaandikwa not sure, ndio jina la mshikaji sasa huko ndani. Basi watu wakaanza kufuatilia ile kesi yake. Jamani, kesi ya not sure inaendelea kesi ya huyu jamaa. Jamaa akiwaangalia, mbona hawa watu wamekuwa lazy sana, hata kuweka maboksi kwenye eneo lao wanashindwa. Yaani kama ni triangle wanashindwa kuweka triangle kwenye eneo lake. Basi akawa ameletwa mpaka kwa anajibu kujitetea, mimi ni mwanajeshi tu kawaida, naomba nifunguliwe. Basi wakamfungulia hapa, akaanza kukimbia sana, anawaza kwamba wale polisi wanaweza kaja kunikamata tena. Akawa amekimbia ameenda mbali hadi kwa yule jamaa yake kule ambaye aliingia mara ya kwanza na ule uchafu kama unakumbuka pale. Kuja kwa jamaa anamwambia, "Oya, nimekimbia sana, nimetoka kule, lakini sielewi kama watanitafuta tena au itakuwaje. Naomba wewe nirudishe nilikokuwa. Nitafutie time portal, huenda ikanirudisha nilikokuwa. Mbona nasielewi mambo yanakuwaje?" Jamaa akamwambia, "Askari wanakuja, tukimbie tena." Ni kweli bwana, wanawindwa. Sasa baadaye akawa ameingia kwenye hicho kigari, na bahati nzuri amekutana na yule bibie. Mara baada ya kupanda kwenye hicho kigari wakakimbia sana, lakini vigari vyenyewe hivi ni rahisi sana kukamatika kwa sababu maaskari wana vigari vizuri kuliko hao. Basi akawa amekimbia sana. Cha ajabu, kila mahali anapopita, skana zina scan ile chapa yake pale. Maafande wakaja wakaanza kupiga bunduki za kutosha pale ndani kwa sababu hawamwamini mshikaji. Basi watu wanashangilia na nini. Bahati nzuri kumbe mshikaji na jamaa hao walikuwa wameshatoka muda mrefu, wakakimbia sana wakafika hadi maeneo haya yanaitwa Costco. Mara baada ya kufika huku, angalau kama kunaonekana kuna kautulivu, lakini nje mazingira bado ni machafu vile vile. Basi jamaa akaona huku sasa huenda nikapata maeneo ya kutulia. Lakini ghafla mifumo inaendelea kumskani kwamba bwana yule Mr. Not Sure ameonekana kwenye mazingira haya hapa. Baadaye akaja akakamatika tena jamaa yetu. Aiseni anapitia balaa sana. Sasa hivi hawajampeleka mahakamani, wamempeleka mbele ya rais. Mshikaji unamwona na wigi ndio rais. Anamwambia, "Oh mazamani, kwani umekuja kufanya nini hapa?" Yaani waisee Marekani bana, kama unavyojua kauli zao za kiuni na nini. Wanamwambia huyu mzee bwana alitoroka, eleweke alikotoka na anafanya fujo nchini. Lakini jamaa akaanza kumpima, kwa mbona kama huyu mtu ni smart? Mimi nataka huyu hukumu yake ni muangalie. Awe kama katibu kwenye ofisi yangu ya rais. Kwa akawa katibu wa rais. Rais ndio anakuja kuhutubia hapo. Mtu yeyote asimsimange huyu jamaa. Huyu jamaa atakuwa katika ofisi yangu kuanzia leo, nimeeleweka? Paneli nayo haiamini. Sasa huyu rais ameamua kumpitisha huyu mshikaji vipi tena, huyu ndio mwenye shida. Baadaye wakamweka hapa aelezee vitu fulani, akaanza kuelezea. Lakini anapoelezea anawachanganya pale. Basi wakawa wanaona huyu jamaa yuko smart huyu. Mbona hata kwanza hatumuelewi.
Baadaye wakamleta mpaka maeneo fulani ya shambani, lakini anaangalia zile mashine ndo zinamwagilia eti hayo mazao. Cha ajabu, zinamwagilia mazao na kile kinywaji fulani hivi. Akaja yule jamaa yake ambaye alikuwa amemhifadhi kwenye ile nyumba, ambaye alimwambia naomba ramani nihakikishe kwamba nitawezaje kutoroka katika mazingira. Ramani yenyewe umchorea jamaa sasa. Ajabu, alikamatika. Baadaye akarudishwa tena kule shambani. Cha ajabu, ikamrukia ile braundo ile ambayo alikuwa anajaribu kuinywa kule. Lakini jamaa baadaye akakutana na hii cabinet. Akajaribu kutoa proposal yake kwamba mnaonaje tuwe tunamwagia maji na si braundo, kwa sababu hii itaharibu. Watu wanasema wewe, maji ni kwa ajili ya toilet, hatuwezi kumwagilia mazao. Anamwambia hapana, hii braundo ndio inasababisha mazao yanaharibika. Basi mshikaji siku hiyo baada ya kushauri sana watumie maji, basi siku zikawa zimeenda na mazao kidogo kama yanaanza kutoka. Wale watu waliokuwa Ikulu mara ya kwanza wakaanza kufukuzwa, wanatolewa kwenye hayo mageti, kwenye hizo wigo kwamba ondokeni, mlidanganya huyu mwaka, wanafukuzwa kwa ajili yake jamaa. Sasa jamaa akawaza, akaona huyu not sure, vyombo vya habari vikaanza kutangaza huyu not sure anatafutwa kwa sababu yeye ndiye amefanya watu ajira zao ziondoke, yaani wale wamefukuzwa kwa sababu ya mawazo yake ya kijinga. Basi baadaye wakawa wamemweka hapo kwamba anatakiwa kuletwa kwenye mashine kama hii ambayo ndio adhabu ya watu kuuawa. Jamaa akakamatwa na akaletwa hayo maeneo. Huyu bibie naye ni kiongozi katika ile ofisi ya rais, kumbuka. Kwa sababu mara ya kwanza alikuwa amejenga urafiki na huyu jamaa, ndio wale wote ambao walisafirishwa kule. Lakini kuletwa huko ajili ya hukumu, huyu bibie huko anashangaa na angalia vimazao vimeanza kutoka. Kuna kaua kametoka, na akaja kumshawishi huyu jamaa ambaye yuko kwenye ofisi ya rais kwamba kamuokoeni yule jamaa, idea yake ni nzuri. Si unaona mazao yanaota? Mnaangalia mazao yanaota vizuri. Basi kabidi rais apigiwe simu na aje hilo eneo. Ghafla wanataka kumuua pale, lakini bibi anambembeleza, mwite rais. Akaja na huko kameramani akahonga, akaenda kwenye ile sehemu ya kuendesha mitambo kule na kuhakikisha kwamba anatuma kamera moja iende kama drone shot, iende mpaka shambani, alafu ikawa imeonyesha kwenye TV zote kwamba mazao yametoka. Rais akaja hapa akasema huyu ndo mshindi, hastahili kuuawa, ametupa mbinu ambayo itatusaidia na si kuendelea kumwagia ile braundo kule, tuendelee kumwagia maji. Basi bibi akawa amefurahi sana, ameonana na jamaa, anamwambia hongera kwa kuvuka kwenye hili. Jamaa anasema mimi nia yangu bana ni kurudi tulikotoka, hii dunia kama siwezi. Huko rais anasema wewe tusherekee, huyu jamaa ni legendi, na kwa sasa nampaisha atakuwa ndiye makamu wa rais na sio katibu tena. Basi au kwa shikaji siku hiyo ni siku ya kuadhimisha furaha kubwa sana kwao. Na baadaye jamaa akaja akatawazwa kuwa rais kabisa. Sijui yule jamaa rais alienda wapi, lakini movie inatuambia hivyo. Basi akawa amefurahi sana, anasema huyu bibie nitamuoa. Aisee, hiyo salamu yao sasa vitu viwili kidogo. Baadaye sana akaja kazaa watoto na nini na maisha yakaendelea. Aisee, huu ndio ulikuwa mwisho wa hii ngoma kali. Mimi naitwa Sebe Director. Nikuombe tu usiache kucomment, kulike na kusubscribe. Ciao.